Ala Ezereda, mzukulu wa Shauli na mziki wa gospel. Tena utege masikio ili ujue hili neno ushuhuda. Ushuhuda ni changamoto mbalimbali tunazopitia sisi wanadamu. Sikilize tena utege masikio ili ujue hili neno ushuhuda. Mbalimbali nazopitia sisi wanadamu, iwe elimu, biashara, ufugaji au ndoa, hizo zote ni shuhuda. Wengine maisha yalikuwa ya chini, lakini sasa Mungu amewainua. Chini, lakini sasa Mungu amewainua. Ushuhuda, 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 washuhudie waelewe mapito uliyopitia. Wambie watu waelewe, wambie watu waelewe. Ushuhuda, alipona naye alitoa ushuhuda. Aliwaeleza watu nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Bartimayo yule kipofu alipona naye alitoa ushuhuda. Aliwaeleza watu nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Yule kiwete mlangoni mwa hekalu alipoponywa naye alitoa ushuhuda. Jirani yangu, Mungu nawe amekuinua, sio wakati wa masimango kwa wengine. Sema asante Baba, umenitoa mbali. Haya ni maisha, wote tupo safarini. Jirani yangu, Mungu nawe amekuinua, sio wakati wa masimango kwa wengine. Sema asante Baba, umenibariki. Haya ni maisha, wote tupo safarini. Waelekeze watu waelewe ushuhuda, ushuhuda wako. Wambie watu, waelekeze watu waelewe mapito uliyopitia.
changamoto nyingi kwa ndugu, jamaa na marafiki. Wengine tuliua urafiki na wengine wakasema sio ndugu yao. Wengine tuliua urafiki, wengine wakasema sio ndugu yao. Ni habari iliyoenea mji wote. Marafiki zangu ndio wakawa maadui zangu. Namshukuru Mungu alinishika mkono, sasa niko hai, ni kwa neema zake. Ni habari iliyoenea mji wote. Marafiki zangu ndio wakawa maadui zangu. Namshukuru Mungu alinishindia, sasa niko hai, nafanya kazi yake. Wachungaji shuhudieni, ushuhuda. Mke wangu shuhudia, ushuhuda. Shuhudie na watoto nao wajue, na vijana shuhudieni, ushuhuda. Na wamama shuhudieni. Sikiliza nikueleze, sikiliza nikupe ushuhuda ambao nimeweza kupitia tangu nilipookoka. Ni maajabu ambayo yametokea katika maisha ya wokovu wangu, kama nilivyokuwa nimekueleza hapo katika vesi zilizopita. Sitasahau tarehe 19 ya mwezi wa 4 mwaka 2021, eneo ambalo niliweza kuhukumiwa kifungo cha gerezani miezi 6. Nilipokwenda kule nilimtafakari sana Mungu, nikasema, Mungu, hivi ni kweli umeniita? Maana tangu nilipookoka mpaka sasa ni kama kuna mapito napitia, mara ndugu kunitenga, mara maneno mitaani, na sasa nimefika katika eneo hili. Hivi Mungu umeniita? Ndipo nikasikia sauti ikiniambia kwamba unatoka mahali hapa, nami nikajaa ushuhuda ndani ya moyo wangu. Haleluya! Niweza kukutana na wafungwa wenzangu mahali pale. Wengine wako kule wamewekwa kwa pesa tu. Ni kwa sababu watu wana pesa wanaweka watu magerezani, nao wakawa juu ya hatima ya kesi zao, nao wakawa juu ya hatima ya vifungo vyao. Kilichoniumiza ni kwamba wale watu wengine wana familia zao, wana ndugu zao, lakini wameweza kuwekwa kule tu bila sababu. Ni kwa sababu mtu fulani ana hela, basi anampeleka mtu gerezani. Haleluya! Haleluya! Ndipo nikakumbuka neno hili, labda Mungu amenileta huku kwa makusudi tu. Nikakumbuka kwamba hata kina Petro walipitia ile eneo. Nikakumbuka kwamba dhahabu ili iweze kuitwa dhahabu lazima ipite kwenye moto. Ahimidiwe Mungu Baba wa mbinguni aliyemwinua dada yangu Ezereda na kuweza kufuatilia haki yangu. Ahimidiwe Mungu ambaye anaweza kumgusa Ezereda akamtumia kama kunguru kumlisha mtumishi wa Mungu Eliya. Asante, nikauona mkono wa Bwana. Maadui ambao walichekelea juu ya familia yangu waweze kuangamia. Oh, haleluya! Nilikumbuka watoto wangu ambao walikuwa shule. Nilimkumbuka mke wangu. Nilikumbuka hata kanisa langu. Niliwakumbuka watu wengi, lakini Mungu akafanya njia. Ahimidiwe Mungu wa mbinguni. Asante dada yangu Ezereda ambaye Mungu ameweza kukutumia kama kunguru kumlisha Elisha. Asante Bwana. Shuhudia ndugu yangu unapopitia mapito, wala usikate tamaa. Mtazame Mungu, pengine analeta jambo hili kwa sababu ya makusudi mengine, pengine analeta jambo hili kwa sababu ili uweze kuacha wokovu. Jifunze kupitia mapito unayopitia. Ewe ndugu yangu, jirani yangu, rafiki yangu, mfanya biashara, mfupi